fanya maamuzi sahihi wewe. Usiende kwa sababu kwa kelele za watu, kwa sababu ni wakomeshe. Wanafikiri mimi siwezi kuolewa. Wanafikiri nini? Wananisema ngoja niwanyoshe. Au mnyoshi mtu, maisha ni ya kwako. Fanya maamuzi sahihi. Wakati ambao kabisa unajijua mimi naweza kuyaishi haya. Usifanye kwa sababu ya kumfurahisha mtu. Kuna mtu anasema kwamba anakusema niwafunge hivi midomo. Hapana, haumkomeshi mtu. Pale ambapo unaweza kufanya maamuzi hata ya kukurupuka kuolewa, haumkomeshi mtu. Maisha ni ya kwako. Binti, usifanye maamuzi ya kuolewa kwa sababu ya kelele za watu, kwa sababu unatafuta kumfurahisha mtu, au kwa sababu umesemwa sana. Unasema watu wamenisema sana kwamba mimi pengine sijaolewa, umri umeenda, au wananiona ni kama mimi pengine ni mbaya, sina sifa za kuolewa, au pengine kwa sababu sijui wananionaje, yani wanaona kama mimi sijui ni kwa staili gani wanavyoniona. Mimi nakwambia usifanye maamuzi yoyote ya kuolewa kwa kelele za watu, au kwa sababu pengine ni ili tu, yani for nothing, yani ndio hivyo, na uolewepo utoepo mkosi kama anavyosema kwamba na mimi niolewepo nitoepo mkosi, hata kama nitaachika, lakini basi na mimi itakuwaga nishaiolewa. Hapana, fanya maamuzi sahihi wakati sahihi, ambapo kabisa utakuwa umeipima akili yako kwamba mimi ufahamu wangu mimi kabisa naweza kuolewa na naweza kupambana na majukumu yote ambayo natakiwa nikapambane nayo nikiwa nimeolewa. Ni moja ya kitu ambacho binafsi nakisema kwa sababu nimeona. Nimeona, si kwamba naongea. Unaweza kusema wewe binti unaongea wewe ya kwenye ndoa unayajua, umeolewa. Mimi naongea kwa sababu pia nina wadogo zangu ambao unakuta nimeishi nao, lakini unakuja kukuta ameolewa, baadaye anaanza kupata changamoto nyingi za kutosha ambazo baadaye anabaki tu kuambia kwamba hapana dada, wewe dada bado hujaolewa dada. Yaani kisha unapoolewa dada, kabisa ufahamu wako unajua kabisa, umejipanga kabisa kwamba mimi nitayaweza. Usifanye kwa kukurupuka. Haya ni maneno ambayo unakuta unaambiwa. Ni kwa sababu mtu anachokutana nacho kule na mentality ambayo alikuwa nayo kichwani kuhusu ndoa ni vitu viwili tofauti. Kwa sababu huku kwingine inakuwaga ni kama nakumbukaga hata mwalimu wa sekondari, kuna mwalimu alifundishaga Kiswahili. Aliongeaga kidogo lugha ngumu sana, ambayo ni lugha ambayo naitumiaga mahali pengi kuambiaga wengine kwamba kuna mwalimu alisemaga usifikiri kuolewa ni kulala tu utupu mpaka asubuhi. Yaani unalala usiku, asubuhi unalala. Kuna maisha baada ya hapo. Ni kitu ambacho alikuwaga nakisema. Mchakato wale ya maisha ndio unaohitaji akili sana. Ni moja ya kitu ambacho mwalimu yule alikuwaga anaongea sana. Lakini pia katika kitabu cha Methali 31 ule mstari wa 10 pale imeelezwa sifa za mke mwema. Mke mwema ni nani awezaye kumwona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Moyo wa mumewe humwamini, hata kosa mapato. Mtu wa Mungu, mimi mwenyewe tu peke yangu nakuta kujiamini mpaka sasa siwezi. Kuja kuaminika na mtu mwingine panahitaji kabisa upige gharama kwenye ufahamu wako. Unajijua kabisa kwamba mimi saa hizi nimeshakuwa matured. Yaani kwa hiyo inawezekana nikapambana na ya kwangu, lakini pia nikapambana na ya mtu mwingine. Usiende kuolewa kwa sababu ya kelele hizi zingine ambazo zinakuwa zinaendelea. Mara mwingine atakuletea hoja kwamba haikutongoza mchungaji, usikatae. Ukikataa ni laana. Sasa ukienda kwa staili kama hizo, unaweza kujikuta siku ya siku umekuja umedumbukia mahali ambapo utabaki kujuta milele. Kwa sababu maisha ni ya kwako, maisha ni ya kwangu. Fanya maamuzi sahihi wakati sahihi, ambapo akili yako kabisa kwa unasema hii akili yangu mimi naweza kupambana navyo. Hapo nakuta tena Paulo kula anasema mliooa na kuolewa muwe kama hamna wake au waume. Mtu wa Mungu, kuna maisha ambayo kuna muda mwingine unabaki kufikiri kwamba hapana Mungu tu, naomba tu nisaidie. Siko hapa kukuhamasisha kwamba usiolewe. Wewe olewa, lakini hakikisha unapoolewa ufahamu wako unajua kabisa mimi ufahamu
utaenda kupambana na hivi. Nitaweza. Mimi kuna wengine kabisa nakuja hapa naniletea kadi. Naambia dada, mimi harusi yangu sijui tarehe fulani, naambia haya misali 31:10 unaijua? Wewe unaijua? Hivi unajua kwamba mwanamke ndo anayetafuta shamba kutoka mbali? Unajua wewe? Dada sijui nitapambanaga hivyo. Usiende hivyo hivyo. Yaani ni mambo ambayo uyajue kwenye ufahamu wako. Ili siku ya siku ukikutana navyo usibaki unalalamika, kwa sababu kama saizi unakuta ndoa zinavunjika. Mtu anaolewa, yaani ni kama imekuwa ndio ile wanataka kusema nami ngoja niolewe hapo nitoe kagundu. Sijui mtu anaolewa siku ngapi ametoka. Basi ndio hivyo. Hapana. Yaani fanya maamuzi sahihi wewe. Usiende kwa sababu kwa kelele za watu kusema ngoja niwakomeshe. Wanafikiri mimi siwezi kuolewa. Wanafikiri nini? Wananisema ngoja niwanyoshe. Au mnyoshi mtu, maisha ni ya kwako. Fanya maamuzi sahihi. Wakati ambao kabisa unajijua mimi naweza kuyaishi haya. Usifanye kwa sababu ya kumfurahisha mtu. Kuna mtu anasema kwamba anakusema niwafunge vimidomo. Hapana, haumkomeshi mtu. Pale ambapo unaweza ukafanya maamuzi hata ya kukurupuka kuolewa, haumkomeshi mtu. Maisha ni ya kwako.